hakuna mtu atakuja kwangu pasipo kuitwa na Baba wa mbinguni. Unajua watoto wangu, wale watu ambao Mungu iko anakutumia hawakuja sababu wewe unajua kuhubiri sana. Hapana. Hawakuja sababu wewe ni mbora zaidi ya watu wote. Hapana. Wanakuja wakitumwa na Mungu, sababu Kristo anasema mtu aje kwangu kama hakuitwa na Baba wa mbinguni. Sikia, wale watu ambao wanakuja kwako ni Mungu anayewatuma. Sasa ni kitu ambacho kinakuwa kigumu sana kwa usikivu, hasa katikati yenu nyinyi mnaojiita watumishi wa Mungu. Sababu ni gani? Wengi wanapotumiwa watu na Mungu wanazania ya kwamba wale watu wanakuwa watu wao. Hapana. Sikia, kama mtu anaweza tuma mke wake akuje aingie panafasi wao unaomba, panafasi wao unatumika, panafasi wao unahubiri, ujue ya kwamba ni uaminifu moja mkubwa sana. Ndugu yangu, walituma yule mama pale sikusudi awe mke wako, sikusudi awe habara yako, sikusudi akuwe adui yako, lakini alitumwa na Mungu. Na unajua ya kwamba problemi kubwa tuko nayo ni sababu ya neno ya Msamaria. Yesu anasema nini? Anasema Msamaria moja alikuwa anatembea akakuta mtu ambaye alipigwa. Katika kupigwa kwake akakuta yule mtu, watu wanamupita, Walawi wanakuja, wanamtambuka, wanapita, wanamuacha. Mapasteri walikuja, wanamtambuka, wanampita, wanamuacha. Biblia inasema alikuja mmoja Msamaria mwema, alipofika akamwangalia, anamwona mtu anapigwa. Biblia inasema akamtunza. Mwenyewe wa batu benye kupigwa pasipo sababu ni Mungu. Anasemeaka batu abana kinywa cha kusema, anaoneaka batu abana macho ya kuona, anasikiliaka batu benye abana masikio ya kusikia. Sikia, anamubeba, anaenda naye mpaka kunyumba ya daktari, anaenda kumwacha. Alipomwacha anamwambia daktari, husika na matunzo ya huyu mtu, lakini ujue gharama ikapita. Fanyiza, mimi nitakapokuja nitakuja kulipa. Haleluya watoto yangu. Sikia, wale watu tunaowachunga walitumwa na Mungu. Na ujue ya kwamba huna haki kunyanyasa mtu aliyekuja kwa maombi kwako. Huna haki kunyanyasa mtu aliyekuja kuamini, kusikia neno la Mungu kupitia wewe. Sababu yule mtu hakujijia. Aliletwa na Msamaria. Walipigwa na uzinifu, walipigwa na ulevi, walipigwa na wizi, walipigwa sijua na ulozi. Wanabebwa, wanaletwa kwako. Lakini kufika kwako, wewe unaanza walipisha watu mali kusudi uombee. Unamjua bwana wa kazi? Bwana wa kazi alisema fanya gharama, mimi nitalipa nitakapokuja. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Tuko na patron wa kweli. Analipaka vema sana. Ule patroni mwaminifu kama ukimtumikia katika roho na kweli. Anasema fanya kazi pasipo kumwangalia huyu mtu ambaye amepigwa. Ujue ya kwamba gharama zote unazozifanya, ndugu, kama jasho inatoka, ujue kama Bwana atakapokuja atailipa. Kama kuna toka inaishi katika mwili wako, ujue kama Bwana atakapokuja atailipa. Huna haja kumkosesha aliyekuja amani. Kuna watu wanaweka na mapankarte wanaandika maombi ya $100, maombi ya $200, maombi ya $300. Wao uza mshumaa, wao uza parfum, wao uza mayai, wao uza mbuzi, wao uza drape, wao ni kuokeshe mai. Bulozi. Kama utaitia, fanya kwa gharama yako mwenyewe, Bwana atailipa. Anasema fanya gharama, nitakapokuja nitalipa. Waliojua hiyo siri hawatetezi, hawatatize watu ambao walikuja kufata maombi, wakakuja kufata kusikia neno. Wale watu wana mtu aliwatuma, na mwenyewe wale watu ndiye atakaye kulipa. Nani anasikia neno hili? Achapie Bwana makofi. Chapia Bwana makofi watumishi. Chapia Bwana makofi kanisa. Chapia
pia bana wakofi wapakaliwa mafuta wa Bwana. Tufanye kazi ya Mungu kwa moyo, sababu wale watu tunaofanya kazi shughuli tu ya kuwasaidia, kuko mtu aliwatuma, jina yake ni Msamaria mwema, na atakuja kulipa. Na kama kuna watu wanalipwa, mmoja ni mimi ambaye amenilipa, hana deni nami, ananilipa kila ninachokihitaji, sababu nafanya kazi katika roho na kweli. Hebu nani katika hii dunia, nani katika hii mji ambaye amefanya kazi katika roho na kweli kuchunga malipo kwa Msamaria mwema aliyewaleta wale watu? Si wewe uliwaleta, si juu ya injili yako, si juu ya miujiza yako, si juu ya kipaji chako, si juu ya karama yako, lakini sababu Bwana wa kazi Msamaria mwema aliwaleta. Haleluya, haleluya.